Asanteni sana na pia karibuni sana kwenye mafunzo yetu ya lugha ya Kiswahili. Kama jinsi tulivyowaambia tangia awali, tunawafundisha lugha ya Kiswahili na kujua kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo asanteni sana na karibu. Bonyeza kwenye alama ya kengele, utaanza kutufuatilia muda kwa muda kwenye masomo yetu ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo leo tumewaletea tena masomo mapya kuhusu lugha yetu ya Kiswahili, ambapo tutakuja kuona somo la kirai. Awali tulishawaambia kuhusu kirai, tuliwafafanulia nini maana ya kirai. Tukaongea kwamba kirai ni kipashio cha kimuundo chenye neno moja au zaidi, lakini ambacho hakina muundo wa kiimakiarifu. Ndivyo tulifafanua kirai, na tukawaambia kuna ngazi tofauti au tanzu tofauti za virai, ambapo tulitaja kirai kiwakilishi, kirai kielezi, kirai nomino, kirai kiunganishi na vingine. Lakini kwa leo tutaenda kuangalia kwa pamoja kuhusu kirai kitenzi. Tutaangalia pamoja kuhusu kirai kitenzi. Kirai kitenzi pia tutakifafanua. Kabla ya yote, kabla ya kuingia kwenye upana wa kirai kitenzi, hebu tukifafanue kirai kitenzi nini. Kirai kitenzi ni kirai ambacho kimekitwa katika kitenzi au mahusiano baina ya kitenzi na maneno mengine au mafungu mengine ya maneno. Kwa hiyo kirai kitenzi, ili tukitambue kirai kitenzi, ili tujue kirai kitenzi ni kirai ambacho kitenzi kimekitwa kwenye mfumo wa kitenzi au mahusiano baina ya kitenzi na nomino nyingine au mafungu ya maneno mengine. Kwa hiyo hapo ndipo tutakuja kugundua kwamba hichi ni kirai kitenzi. Kwa hiyo kirai kitenzi pia kina miundo tofauti. Kuna miundo tofauti ya kirai kitenzi. Mwanafunzi unatakiwa ufahamu na kujua na kutambua miundo tofauti ya kirai kitenzi. Tutakuja kuona miundo tofauti ya kirai kitenzi. Kuwa makini, nifuate vizuri. Moja ya kirai kitenzi peke yake. Tutatoa mfano wa kirai kitenzi peke yake. Amefaulu. Amefaulu. Hicho ni kitenzi peke yake. Muundo wa kirai ambacho ni kitenzi peke yake, pia tumetoa mfano wa pili hapa. Tutaelewana. Kwa hiyo ipo mifano mingi ambayo unaweza ukatumia kuonyesha kirai kitenzi ambacho kimesimama peke yake. Hebu na wewe weka mfano mmoja. Tutaimba kwa mfano. Hicho ni kirai kitenzi. Muundo wa pili ni kitenzi na nomino moja. Ni kitenzi na nomino moja. Kwa hiyo kwenye muundo huo wa pili wa kitenzi na nomino moja, tutatoa mifano. Mfano wa kwanza, tutaelewa malipo. Tutaelewa au tutaelewana malipo. Tutaelewana malipo. Tutaelewana ni kitenzi. Malipo ni nomino moja. Mfano wa pili, amefaulu mtihani. Amefaulu mtihani. Amefaulu ni kitenzi. Mtihani ni nomino moja. Huyo ni mfano wa pili ambapo unatuonyesha kwamba muundo wetu ni muundo wa kirai kitenzi ambacho
kimeundwa na nomino moja. Muundo wa tatu ni kitenzi na nomino mbili. Kitenzi na nomino mbili. Hebu tuangalie mifano. Mfano wa kwanza, tumempokea rais airport au uwanja wa ndege. Tumempokea rais airport. Imaanishe kwamba tumempokea ni kitenzi, rais ni nomino, airport au uwanja wa ndege ni nomino pia. Kwa hiyo mfumo unakubalika kwamba ni kitenzi na nomino mbili. Mfano wa pili, walimtambulisha mwanafunzi darasani. Walimtambulisha mwanafunzi darasani. Kwa hiyo hii ni mifano miwili ambayo inaonyesha kwamba muundo ni wa kitenzi na nomino mbili. Hebu na wewe weka mfano mmoja. Muundo wa 4. Hebu mwanafunzi tufuatilie vizuri. Muundo wa 4 ni kitenzi na kitenzi. Ni kitenzi na kitenzi. Kitenzi na kitenzi pia ni muundo wa kuonyesha kirai kitenzi. Kwa mfano, anapenda kuchora. Anapenda kuchora. Kwa hiyo anapenda ni kitenzi kimoja, kuchora ni kitenzi kingine. Kwa hiyo muundo ni wa kitenzi na kitenzi. Mfano wa pili ni tunataka kulala. Tunataka ni kitenzi kimoja, kulala pia ni kitenzi. Kwa hiyo huyu ni muundo wa 4. Ipo mifano mingi, tunaweza tukaweka mifano mingi, na wewe pia mwanafunzi unaweza ukaweka mifano mingi kwa kufuatia au kwa kufuatisha mifano ambayo tumekuwekea. Muundo wa 5 ni muundo wa kitenzi na nomino na kitenzi. Kwa hiyo hapa tutapata vitu vitatu. Fuata vizuri mwanafunzi. Tutapata kitenzi na nomino na kitenzi. Hebu acha tuangalie mifano. Mfano wa kwanza, tuliwaomba wanawake kushiriki. Tuliwaomba wanawake kushiriki. Kitenzi tuliwaomba, nomino wanawake, kitenzi kushiriki. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, alimfundisha Rehema kucheza. Alimfundisha Rehema kucheza. Kwa hiyo alimfundisha ni kitenzi, Rehema ni nomino, kucheza ni kitenzi. Hebu tuangalie mfano wa 3. Mfano wa 3, nilimkataza Ashura kusoma. Nilimkataza Ashura kusoma. Kwa hiyo hiyo ni mifano ambayo inaonyesha dhahiri kwamba muundo upo kwenye kirai kitenzi. Kwenye mfano wa 6 unao pia onyesha kwamba muundo upo kwenye kirai kitenzi, ni kitenzi na kuweka kwamba au kuwa
kwamba au kuwa na sentensi. Kwa hiyo tutatoa mfano. Mfano wa kwanza ni ameahidi kwamba atakuja kesho majira ya jioni. Kwa hiyo ameahidi ni kitenzi, kwamba ni kwamba kama kiunganishi. Kuanzia atakuja kesho majira ya jioni ni sentensi. Kwa hiyo mfano wa pili, tunaweza tukaweka mfano wa pili. Ametuambia kwamba atarudi Ijumaa mosi. Ametuambia kwamba atarudi Ijumaa mosi. Pia huyo ni mfano wa kutuonyesha kwamba muundo wetu upo kwenye kirai kitenzi. Hebu twende kwenye mfano wa 7. Mfano wa 7 ni kitenzi na nomino kuweka kwamba au kuwa na sentensi. Hebu tuchunguze mfano wa kwanza hapa. Amemwagiza mama kwamba au kuwa amletee chumvi Uvinza. Amemwagiza kitenzi, mama nomino, kwamba kama kiunganishi, amletee chumvi Uvinza kama sentence. Twende kwenye mfano wa 8 ambapo muundo unatuonyesha kitenzi na kivumishi. Muundo unatuonyesha kitenzi na kivumishi. Mfano wa kwanza, vimepangwa vizuri. Vimepangwa kitenzi, vizuri kivumishi. Mfano wa pili, ni mnene. Ni kitenzi, mnene kivumishi. Hebu na wewe mwanafunzi unaweza ukaweka mfano mmoja kwa karatasi yako hapo na kalamu, unaweka mfano. 9, kitenzi na kirai kiunganishi. Kitenzi na kirai kiunganishi. Mfano wa kwanza, wameongea kwa hasira. Wameongea kwa hasira. Kwa hiyo wameongea ni kitenzi, kwa hasira ni kirai kiunganishi. Ipo mifano mingi na wewe pia utaweka mfano mmoja. 10, ni kitenzi na nomino pahali. Kitenzi na nomino pahali. Mfano wa kwanza, nipo nyumbani. Nipo nyumbani. Amewatembelea shuleni. Nipo kitenzi, nyumbani nomino pahali. Amewatembelea shuleni. Amewatembelea kitenzi, shuleni nomino pahali. 11, kitenzi na kielezi na kitenzi. Kitenzi, kielezi na kitenzi. Hapa kuna vitu vitatu. Kuna kitenzi, kielezi na kitenzi. Kwa hiyo tutakuja kuona mifano pia. Tuangalie mfano wa kwanza. Ni vema urudi. Ni vema urudi. Mfano wa pili, ukilia sana harudi. Ukilia sana harudi. Kwa hiyo
Ukiangalia vizuri kwenye muundo wa kirai kitenzi ambacho ni kwenye aina ya 11. Kwa kuhitimisha somo letu la leo, na washukuruni sana nyinyi wote ambao mnatufuatilia, na tumeshaongea kuhusu kirai kitenzi, ndicho somo letu la leo. Tumefafanua vema na tumetoa mifano kadha wa kadha, na tumeonyesha pia miundo tofauti hadi kwenye muundo wa 11 kwenye miundo ya kirai kitenzi. Hebu asanteni sana na kuendelea kutufata. Bonyeza alama ya kengele upate masomo dhahiri, masomo ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ukitaka namba yetu ya simu 0724219339. WhatsApp, hebu tuandikie comment, nasi tupo kwa ajili ya kuwajuza na kuwajibu pia. Asanteni sana na karibuni tena kwenye masomo yetu yafuatayo.